Kwenye mchambo leo tunamchamba yule mwanamume ambaye halipi mahari. Wewe umeoa, una mkeo. Umekubaliana naye wakati ulipokwenda ukeni. Ukakubali. Kama uliitishwa fenicha, ukakubali. Hujashurutishwa, mwenyewe ukakubali mbele ya mashahidi. Ukakubali kwamba mimi mahari huyu nitakuwa namlipia nini? Fenicha. Kama uliambiwa ni kulipa dhahabu, ukakubali mwenyewe. Kama umeambiwa ni kujenga ghorofa, ukakubali. Kama ni kwamba mmekubaliana utakuwa unamlipa pesa mtoto wa wenyewe mahari yake, umekubali mwenyewe. Lakini tatizo ni kwamba wewe hulipi mahari. Yaani unaishi na mkeo tangu hamjajaliwa watoto mpaka Mungu akawapa neema, mmepata watoto, tena mmebahatika mmezaa mpaka mmemaliza. Lakini mahari hutaki kulipa, na si kwamba uwezo huna, uwezo uko nao. Ni kiburi tu na majivuno vilivyokujaa vinavyotembea kwenye mirija ya damu. Na hata kama uwezo huna, kuna kulipa polepole, hujalazimishwa ulipe kwa mkupuo. Hujalazimishwa. Jamani, kile ambacho umeelewana na wazazi ama kile ambacho umeelewana na mkeo wakati mnachumbiana, wakati mnaozeshwa, mlipie mkeo mahari, kwa sababu hiyo ni haki yake. Hiyo ni haki ya wazazi wake. Kwa nini hutaki kulipa mahari? Na umekubaliana kabisa, hukulazimishwa na mtu. Yaani wakati mwingine unakuta mtoto wa kike anakaa anaishi mpaka anaaga, anatangulia mbele za haki bila kulipiwa mahari. Ama wakati mwingine wewe mwanaume unaishi bila kulipa mahari ya mkeo mpaka unakwenda mbele za haki. Jamani, hiyo si haki. Si vizuri jamani. Umekubaliana naye, mmeelewana, mlipie mahari mtoto wa wenyewe. Hiyo inakaa ni dharau, ni kumdharau mke wako. Huko ni kumdhalilisha mke wako. Hiyo inamaanisha ya kwamba wewe humthamini mke wako. Kwa sababu anayemthamini mke wake atahakikisha hata kama hatalipa kwa pamoja, lakini atajikakamua kulipa polepole mpaka mwisho wa siku alipe mahari ya mke wake. Lakini kwa nini wewe mtoto wa kiume unaishi na mkeo mpaka mmebahatika mmezaa, mmekuwa watu wazima na mazima yenu mpaka umri huo mliofika, bado hujamlipia mahari mtoto wa wenyewe na unaishi naye tu? Kwani ulilazimishwa? Si umekubali mwenyewe kwa hiari yako, bila kushikiwa mtutu wa bunduki wala kulazimishwa mwenyewe. Na ashuo zako ukakubali. Leo inakuwa kumebadilika kitu gani? Si huyo mkeo unaishi naye ni ule mliyekubaliana? Amebadilika na kipi? Wajibikeni watoto wa kiume. Hata kwa Mungu pia ni makosa. Umekubaliana, mlipe mahari mtoto wa wenyewe jamani. Mbona rahisi tu? Hilo ni lako. Kama si lako, ni la jirani yako. Nendeni mkakae mkutano, mwambiane, ulipe mahari ya mtoto wa wenyewe.